Mimi nimekutana na bwana Kiwewe hapa, akaniambia una tukio lolote lile ambayo unakumbuka? Akamwambia aisee, matukio yako mengi lakini kuna moja ambayo nilishuhudia. That time muda ule nilikuwa nasoma. Nakumbuka kama so form 2 hivi. Ndio? Niko nasoma. Lakini niko kama nilikuwa kawaida yangu, mimi nilikuwa nimesoma katika mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo nikija huko nilikuwa napenda sana kushinda na kaka yangu. Kaka yangu alikuwa ni conductor wa daladala. Kutoka Temeke Sinza. Temeke Sinza. Kwa hiyo kipindi kile ukiangalia njia ya Mtogole unakutana njia kidogo kule, yani foleni mpaka utoke kwa Binyao mpaka ufike yani hapa maeneo ya roundabout hizi ambazo zinakutanisha magari yanayokwenda Shekilango na wapi. Ilikuwa nikasheshi sana. Hatari kubwa sana. Unaweza kukaa mpaka ukakaa tena. Kipindi kwa vipanya vingi kwa sasa hivi alhamdulillah unakuta sasa hivi magari makubwa nini na nini, barabara zimetanuliwa hivi kutokana na jitihada za marais wetu. Tuwashukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na marais wengine ambao wameweza kufanya kazi jitihada hizi. Barabara sasa hivi zinaonekana zina mataa zina nini. Sasa bwana, jiulize ilikuwaje kwanza kipindi hicho taa zipo barabarani. Hakuna taa, hakuna nini. Yani ikifika jioni vile mateja wanatinga barabarani. Yani wewe una simu na nini upo kwenye gari. Kwa hiyo unakuta sasa hivi hata hizi kesi za kuibiwa kwenye madaladala kidogo issue zimepungua kwa sababu ya mwanga, mataa yuko barabarani mengi kwa sababu na vile hata mtu akiangalia hapa mimi nitaibaibaje ni ngumu. Lakini kipindi kile kwa rahisi sana. Sasa mimi siku hiyo nimepanda gari yangu Temeke, kutoka Temeke nimekuja Sinza. Kazi yangu mimi sinapata burudani tu mule, naenda narudi gari na Konda Blaza. Konda ndo Blaza. Unaenda unarudi. Mimi full kuagiza tu juisi kama kuna nini mimi naagiza. Sasa niko kwa bro. Sasa tumefika kwa Mtogole, tumetoka Sinza. Tumefika kwa Mtogole, gari imejaa ndindi yani kwamba kipindi hicho yani gari zimejaa mpaka ule Konda. Ile system bwana Kiwewe sije kuiona kwa sasa hivi ile. Ya kujaza mpaka Konda anashikilia hivi, anashikilia zile nondo yuko nje. Bwana naye sasa ndio ilijaza kama hivyo. Alafu kufika pale brother yangu akamuona teja. Ambao mimi sinajua, yeye mwenyewe anajua kabisa mimi mateja waniambia lolote, yani kama ni mbabe. Kwa hiyo akamwambia bwana oya mikoba. Sasa mimi akageuka akasema vipi? Kuna chupa mwanangu, tukupoze. Nini tupoze tu mwanangu. Chupa ya nini? Chupa ya chai. Chupa ya chai yenye vikombe kama 12 hivi. Yani kubwa ile kabisa. Na ni nzuri alafu ina cha kushikia. Acha atakushikia kicha mkono ile ya kubeba juu yani kwa njonjo. Kama muzakawa. Kama uzakawa. Kwa hiyo nilipokaa pale nikasema basi na mimi sikudoubt kwa sababu namjua brother ni njia yake, kwa hiyo anawajua. Shingapi cha kwanza ilikuwa ni shilingi 6,000, ameanza na 6,000. Tupe 6,000 rafiki yangu. Brother baba wake yule anakuwa kolomea. Mimi shilingi 6,000 mimi sina bwana. Unaona? Akasema basi tupe hata 3. Kutoka kwenye 6,000 alafu chupa ambayo ina vikombe 12 alafu pia brother akasema basi brother akasema oya chukueni hiyo hapo, akarushia ile 3,000 alafu akamwambia jamaa wakampa chupa. Gari ndio kibati hiyo. Sasa mimi ile chupa nikashika mimi. Akakupa. Mdogo wangu nishikie nyuma pale kwa conductor kwa nyuma hivi kuna kiti kifanya macho yani mtu akiingilia kile kitu. Mdogo wangu shika, mimi nikashika ile chupa. Ukikupatia. Gari full. Kwanza hapa hata pa kuemea. Tumeenda kufika Keko. Kufika Keko pale mimi wanapungua. Blaza ndo ilikuwa ni ruti ya mwisho. Ndo tunaondoka zetu kwenda kulala. Basi mdogo wangu tukiwa njiani nikamwambia aisema kuzia hii chupa. Yani live yani story ya kutunga bro. Yani watu wengine wanasema sijui. Yani mimi namsifia Blaza hii chupa mwanangu hii magoli. Hii ndio. Alafu mimi wazo la kusema muifungue hata kuangalia kama unataka sikioni umesikilizia ile. Blaza ukinunua nguo hata Kariakoo ukiona nzuri usienda kuijaribisha nyumbani ndio ukifika nyumbani. Kwa hiyo utakachofanya utakuwa unaiangalia tu ipo. Kumbe mwanangu hujui kwamba ndio pengine imechanwa msamba katikati unaona ipo hiyo hapa. Sasa tumefika pale sisi tuna nyumbani kwetu kabisa ambako nimezaliwa nimezaliwa Dar es Salaam lakini ambako nilikuwa naishi toka utoto ni Keko Magulumbasi au Matungu. Keko Mwanga. Kwa hiyo Magulumbasi yote mimi naifahamu. Kwa hiyo nilipofika pale nikamwambia basi brother anambia wale wataka kunichukuliaje wale pale? Wataka kunichukulia mimi boya au vipi? Mimi nimewapa 3 alafu mimi wale mimi waniambia lolote waniambia chochote. Hapo mimi
Nikasema fresh. Tumefika nyumbani, kaenda kule uwani sasa. Muda gani? Kama mida ya saa 4 hivi usiku. Saa 4 usiku. Ashamka kazi bwana. Ruti ya mwisho ile pale. Yaani kama achia mwenzake aende akapiga hesabu, yeye kashajiachia. Chupa yenye vikombe 12 hii hapa. Chupa hii hapa. Mimi nilikuwa nimetulia pale, akaniambia sasa, kwanza kabla pale anaanza kuwaka kwanza. Wewe jamani, nimewaletea chupa. Kila siku mnaikaika na nili chai kwenye bilika. Sio na nini? Anatania hapa nyumbani. Chupa ndo hii hapa. Sio mnakuwa vichupa vyenu vidogo dogo sijui hivi na hivi. Chupa hii hapa vikombe 12. Kwanza cha kwanza ibidi aseme kwamba anahitaji maji ya moto. Lazima ile maji ya moto chupa. Ili iweze ili ajue kwamba inahifadhi joto kwa kiasi gani. Kwa hiyo alivyoichukua akaenda anataka kuweka maji ya moto sasa. Ndio ilete chupa. Au alishaichukua muda huo? Hajaichukua. Wewe. Na mimi sasa ndo namkabidhi. Alafu mimi nika kama yani nafsi yangu imewizia kwamba ile ni chupa. Alivyoifungua nikasikia katabonge la tusi. Nikamwambia nini? Nimepasua bro. Kainama chini. Anasikitika hivi. Anasema ndugu yangu si afadhali ingepasuka. Wale watu wa sandali wale. Yaani unajua nikamuona jamaa lips yani zimekuwa ni zimepauka ghafla. Zimepauka afu anatetemeka. Nikamwambia nini? Akaanza kutoa karatasi moja badala ya jingine. Moja badala ya wewe makaratasi hapo kwenye chupa. Yaani ile chupa kumbe ilikuwa yani ukifanya hivi kitikisa hivi upati nafasi hata kusikia yai linachezaje. Sasa kumbe wenyewe wale ni wajanja. Anajua kabisa huyu mtu akichukua chupa lazima atatikisa. Akitikisa kama kuna mawe itakuwa pale. Kwa hiyo walijaza makaratasi yale makaratasi. Yaani kama unanunua kiatu unakutana na makaratasi. Kitabu kile cha nyuma unakutoka hiyo unaweza karatasi. Picha ile hapa inaanza. Akawa wameshindilia mpaka mwisho mpaka juu, lakini cha kufungia chake cha kufungia ile chupa ni kizuri. Kipya kabisa. Lakini ndani hakuna chochote kile. Makaratasi. Blaza kaanza kusema nikamwambia vipi? Mateja. Sema nini? Hawaniambii kitu. Mimi waniambii kitu. Kesho ninapita njia ile ile. Nikamwambia kuna nini kwani? Ona mdogo wangu. Mimi mdogo wangu siwezi kufanya pala. Yaani siwezi kufanya pala. Mimi wale nitarudia noma, mimi najua napita kila siku pale. Sasa unajua. Sasa hapa kwenye ikeo ulikuwa kwenye hali gani pale? Blaza atomba. Yaani kwanza kudadeki pale kulikuwa kuna masista kuna nani ambao mara kwanza kabisa walishaanza kutoa mkwala. Yaani walicheka. Wakasema tupe basi hiyo chupa tuwekee chai. Yaani unajua tena ile pale unajua watu wanapokuwa wanakuzingua basi alianza matusi pale anatoa matusi yani mimi nitawafuata. Sasa tukatuebakiza yani atuani tafuata mimi niambie lolote. Brother yani hata usingizi ulipomjia hajakumbuka kula, hajakumbuka kupata chochote, akalala usingizi mpaka asubuhi saa 11 na mtanda kwa mshagari. Sasa mimi nikaa namwambia bro vipi sasa? Leo ndarudi leo laiza nirudi na hela yangu au na chupa? Wale mimi waniambie lolote. Sasa unajua nini? Kama mchezo wa kuigiza. Mimi ndo zangu tena nishaoga mchana sina kazi yote ya kufanya nasoma shule. Napanda kwenye gari la bro. Sasa alikuwa nasubiria. Mwamba akaanzishie noma. Akaanzishe noma. Na umeka pembeni bana. Akakaa pembeni. Sasa ketu tumekwenda raundi ya kwanza. Nimekuta mwamba akifika pale kwa Mtogole ndio yuko busy kabisa. Lete na. Sogea nyuma. Gari imepita. Hiyo wakati wa kwenda hivi. Wakati wa kurudi sasa. Sasa sinamwamini. Yaani tunarudi tunasema brother sasa mwenyewe ndio hii unamshtua. Ndio hii kwamba bwana ndio hapa wale wana kwani hawapo wale. Ndio hapa. Achana nao kwa ngoja nitafute hesabu. Nitakuja baadaye mimi jioni wala kujaga jioni wale. Nikamwambia bwana fresh.